kama kweli wana Kisesa mnataka maendeleo, huyu mbunge sio wa jimbo, ni wa kitaifa. Mheshimiwa Rais, nikupongeze kwa miradi ya kimkakati kwa kukamilisha ujenzi wa SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, lakini bado ujenzi unaendelea kutoka Dodoma kwenda Mwanza. Mheshimiwa Rais, tunaomba hawa wajenzi waharakishe. Wananchi hawa unavyowaona ni wakulima wakubwa wa pamba na mazao mengine, ni wafugaji wakubwa na mifugo yao mingi wanauzia Pugu Dar es Salaam. Tunaamini ile SGR ikikamilika mifugo. Lakini jengine ameomba madaraja na barabara. Ndugu zangu, maombi kama haya Lea huyu aliyowasilisha bungeni na mawaziri wakatekeleza maombi yake. Sasa maombi haya kuyaleta hapa kwenye mkutano kwa rais ni kujitafutia umaarufu na kuthibitisha kwamba mbunge hakulifanyia haki jimbo lake. Angesema bungeni, kazi hii ingefanyika, lakini inaonyesha mbunge hakulifanyia haki jimbo lake. Lakini la pili, kwa sifa alizozitoa na maelezo aliyoyatoa, SGR, Mwalimu Nyerere, daraja la Busisi, MV Mwanza, huyu si mbunge wa jimbo bali ni mbunge wa taifa. Kwa nadhani tunapokwenda huko, muache nimchukue kwenye nafasi zangu 10. Mwenziwe Lea amesema kila kilichofanyika jimboni na amount ya fedha akitoa kichwani. Lakini mbunge wa Kisesa ni kurukaruka na kwamba Kisesa tunakudai. Lakini ukifata maandiko na rekodi za serikali, tumefanya mambo mengi sana Kisesa. Amenishangaza kusema Kisesa iko kama mwanamke aliyesuka nywele. Ina maana amedharau jimbo lake. Angesema kumekatwa mabarabara, maendeleo yameonekana na hivi. Lakini ndugu zangu, nadhani mngekuwa serious kutuletea wabunge wa kukutoleni huduma kwenye majimbo yenu. Nadhani mngekuwa serious kwenye hilo. Kwa hiyo huyu ni mbunge wa taifa na sio mbunge wa jimbo, kwa sababu hakuongea chochote cha jimbo lake. Baada ya barabara za kusuka nywele ndicho alichoongea. Uvamizi wa tembo, hatua tumeanza kuzichukua, na mambo haya ni hatua kwa hatua. Kama tumeweza kujenga vituo 3, bila shaka kama tatizo bado ni kubwa, angemuona waziri wa maliasili na utalii akiwa bungeni, na waziri angejua cha kufanya, na sio kuja kulalamika hapa mbele ya rais na kutaka umaarufu mbele ya wananchi, maarufu ambao kazi hazifanyi inavyopaswa. Kesi ya wafugaji mahakamani, anajua kesi iko wizarani inashughulikiwa, lakini alitaka iseme hapa ili wananchi wake wamsikie. Ndugu zangu, huyu ni mbunge wa kitaifa na sio mbunge wa jimbo. Mifugo yetu tutapakilia tu pale mara mpaka. Ng'ombe wetu tunawasafirisha wanafika kule wakiwa wamekonda na bei imeshuka. Sasa hivi kujengwa kwa treni ile na kubeba mizigo ile, tutaongeza bei. Kwanza tutasafirisha leo, kumsafirisha ng'ombe mmoja mpaka Dar es Salaam karibia 70,000, lakini ukipunguza na kushuka samani kwa kukaa muda mrefu njiani, unaweza ukazalisha fedha nyingine mpya 300,000 kwa ng'ombe mmoja. Lakini mazao ya pamba hivyo hivyo yataongeza bei kwa sababu tutasafirisha kwa gharama ndogo. Mheshimiwa Rais, umekamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere lote, megawatts zote 2115. Tunakushukuru sana, Watanzania wanakushukuru sana. Tunajua viwanda vingi vitakuja kujengwa, wawekezaji wengi watakuja kujengwa, na hivyo utakuwa umetatua tatizo la kiuchumi la Watanzania. Utakuwa umetatua tatizo la ajira ya vijana wetu ambao wanasoma leo wanakosa ajira. Uwepo wa viwanda vingi na wawekezaji wengi, ajira kwa vijana zitapatikana. Najua unaenda kufungua daraja la Busisi, nalo limekamilika. Hongera kubwa kwako. Ujenzi wa MV Mwanza, hapa kazi tu, na yenyewe imekamilika. Mheshimiwa, hongera sana. Nimalizie kwa pongezi kwa kusema tumefanya miradi mikubwa ya elimu, miradi mikubwa ya afya, miradi mikubwa ya maji, miradi mikubwa ya barabara, miradi mikubwa ya mawasiliano, miradi mikubwa ya umeme, miradi mikubwa ya kilimo na mifugo. Mheshimiwa Rais, ukifika jimbo la Mpina, ukiwa kwenye helikopta, ukiwa juu, utazani mwanamke kasuka twende Kilioni, msuko wa twende Kilioni. Pamepasuliwa barabara kila sehemu,
wamepasuliwa barabara kila sehemu. Nadhani ni jimbo lako la kwanza Tanzania kwa ujenzi wa barabara bora kama hilo, na tumeletewa kwenye barabara ni kama bilioni 7, kwenye maji bilioni 8, na maji menyewe tumepiga hatua kweli kweli. Mheshimiwa Rais, changamoto ya muda, umesema hapa mradi wa tabia ya nchi ule wa Ziwa Victoria. Mheshimiwa Rais, najua unakumbuka vizuri nikiwa naibu wako ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Jeshi letu la polisi mnatakiwa myaelewe kwamba Watanzania sio wajinga sana, wanafahamu na wanajua kuanalyze mambo. Niwatolee mfano tu. Alipotekwa huyo Mohamed, tulipata story nyingi za maelezo. Wameteka wazungu wa aina fulani ya wazungu, lakini lilipokuja kumalizika lile swali, linaweka maswali mengi zaidi, kwamba huyu aliyetekwa amekutwa Gymkhana usiku. Watu wanajiuliza aliendaje pale? Lakini alipokutwa pale na bunduki zikaachwa pale, unajiuliza tu, huyu mtekaji amemleta hapa na ameamua kuondoka, aliondoka bunduki akaziacha. Je, angekutana na watu wanaomtafuta njiani, polisi wakajaribu kulichoma gari, lakini baadaye tunamwona aliyetekwa wanakunywa chai na mambo sasa. Maelezo hayapo, lakini baada ya siku chache tukaambiwa nyumba ya alimokuwa ametekwa ni hii hapa, na aliyekuwa anawabeba wale watekaji ni huyu hapa. Watanzania tukakaa tunasubiri huyo sasa atakuwa ndio root cause wa kupelekwa mahakamani na kusikia kitakachotokea. Baadaye kimya. Kimya mpaka leo, miezi imepita. Sasa ile inatoa maswali mengi ambayo hayana majibu. Labda ndio mambo ya kisasa kama lilivyo kamanda mambo sasa wa hapa Dar es Salaam, kwa sababu Watanzania walitegemea baada ya kushikwa yule aliyekuwa na waferi wale, kesho yake wangemwona yuko mahakamani na angeweza akawataja. Lakini Watanzania walitaka kuona huyo mmiliki wa nyumba angalau akajibu, nyumba yako mtu anaingia wanakaa siku ngapi bila hata kujua walioingia kwenye nyumba yako ni nani? Hakuna majibu. Haya, hata kama Watanzania watanyamaza, lakini mioyo yao haitakuwa clear. Sasa vitu kama hivi vinatoa dosari. Hizi dosari ndogo ndogo zinalichafua jeshi la polisi.